utakapofanya maamuzi sahihi, naam, kwenye moyo wako kabisa ukasema mimi niko tayari kusikia habari za Yesu, naam, na nitakaposikia habari za Yesu Kristo niko tayari kubadilika, niko tayari kuzipokea hizi habari na kuziamini, na niko tayari kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi juu ya maisha yangu. Yesu huwa anaingia ndani, na pia nataka tu kusema na anapoingia ndani yupo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutuongoza sisi kwenye mapenzi ya Baba, kwenye kusudi la Baba. Roho Mtakatifu yuko kwa ajili ya kutuongoza kwenye njia ambazo ni za kimungu, njia ambayo si sahihi. Roho Mtakatifu atakwambia usipite. Kwa hiyo nataka tu kusema kwa Kornelio ulikuwa na wakati wake mzuri sana wa kumpokea mshauri au msaidizi wa maisha yake. Roho Mtakatifu ni msaidizi, lakini ni mshauri. Lakini Roho Mtakatifu pia huwa anatukumbusha mambo ambayo hatujui, anayafunua mambo ambayo yamefichika, anatupasha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka tu kusema, mtu wa Mungu ambaye unanisikiliza jioni ya leo, yamkini umetoa sana kama Kornelio. Yamkini hata kanisani unaenda na unasema tu mimi naomba, lakini ndani ya moyo wako bado hujavuviwa Roho Mtakatifu. Ndani ya moyo wako bado hujampokea Yesu Kristo. Ndani ya moyo wako bado hujabatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nataka tu kusema, mtu wa Mungu jioni ya leo, neema ya Mungu ipo kwako kijana. Mkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi juu ya maisha yako. Ndivyo ilivyokuwa kwa Kornelio. Kornelio alifanya yote, akatoa akifikiri amemaliza, akaomba akafikiria amemaliza, akadumu, akaweka na masaa muda wa kumtafuta Mungu, akifikiria amemaliza, lakini bado alikuwa ana Yesu Kristo ndani ya maisha yake, ana Roho Mtakatifu ndani ya maisha yake. Ndivyo ilivyo na leo, mtu wa Mungu ambaye unanisikiliza. Kuna vitu vimepungua kwenye maisha yako, na aliyepungua ndani yako si mwingine, ni Yesu Kristo. Yesu Kristo mpokee. Usijitetee ukasema mimi natoa, nasaidia jamii, nasomesha, nafanya na hili na hili, lakini neema ya Kristo bado haipo ndani. Kubali Yesu Kristo wa Bwana na Mwokozi juu ya maisha yako. Ndivyo ilivyokuwa kwa Kornelio. Kornelio alikuwa na hiyo shauku ya kutaka kusikia kwa Petro kwamba ni kitu gani ambacho natakiwa aje anieleze, ninachotakiwa kukifanya. Lakini alipokuja kuelezwa, alikubaliana nacho. Mtu wa Mungu, kubali Yesu Kristo. Usiangalie cheo chako. Na kila mara unajitetea, unaangalia cheo chako, unasema mimi sina hata muda wa kuweza kumpokea Yesu Kristo. Sina hata muda wa kumpokea Roho Mtakatifu, hata sina muda wa kumsikiliza. Nataka tukusema Mungu akupe neema kuweza kukaa chini, kuweza kusikiliza, kumsikiliza Mungu kupitia watumishi wa Mungu ambao amewaeka mbele yako ili waweze kukueleza habari njema. Kama mimi ninapokueleza, naamini unanisikia kabisa, habari za wokovu, habari za Yesu Kristo, habari njema, habari ziletazo wokovu kwenye maisha yako, habari za uzima, habari za tumaini la wokovu, habari za tumaini la ushindi, habari za tumaini ya nuru, nuru ya kweli, sio nuru ya kawaida. Najua kuna nuru, hata sasa hivi nikiangalia hapa naona kuna nuru, lakini nuru ni ya kitambo tu, ni ya kitambo kidogo. Iko nuru ya kweli. Yesu Kristo ni nuru ya kweli. Sasa hii nuru ndio iliweza kumfikia Kornelio. Nataka tukuambia mama yangu, ipo nuru. Hii nuru ambayo ilimfikia mtumishi wa Mungu Kornelio, hata leo ipo. Yesu Kristo ni nuru ya ulimwengu. Anahaja na moyo wako, anahaja na roho yako, anahaja na maisha yako. Usijitetee ukaangalia cheo chako, ukaangalia mali zako, ukaangalia mazingira ulioko, ukaangalia elimu ulionayo, ukaangalia labda hata mali ulizonazo, ukasema mimi sina haja na Yesu. Mtumishi wa Mungu huyu Kornelio alikuwa ni mtu mkuu, mpaka akanena kwenye Biblia, sio kwa mtu wa kawaida. Lakini nataka tu kusema akuangalia cheo alicho nacho, alitii ile sauti ambayo ni ya yule malaika, akafuata yale maelekezo ambayo aliweza kupewa na akaweza kuyafanyia kazi. Yamkini hata na wewe pia ulishapewa hata maelezo,
ukapewa maelekezo namna kuweza kumrudia Mungu, kama vile mtumishi wa Mungu Kornelio alivyoweza kufanya kupitia sadaka zake, ilikuwa ni bure. Kusaidia sio mbaya, lakini haikumsaidia kihivyo unapofikiri. Alikuwa amekosa neema, alikuwa amekosa tumaini la wokovu. Tumaini la wokovu lilipomwasilia, lilipomjilia, aliweza kulikubali. Ndivyo na wewe mtu wa Mungu ambao unanisikiliza jioni hii. Muangalie tena Mungu. Rudie tena Mungu. Kubali Yesu Kristo na kueleza habari za Yesu. Yesu anayeokoa, Yesu anayeponya, Yesu anayefungua, Yesu anayeinua, Yesu anayebariki. Muamini jioni ya leo. Kubali jioni ya leo. Maisha yako jioni ya leo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi juu ya maisha yako. Mkubali wewe na familia yako, kwa sababu tunaona huyu mtumishi wa Mungu ambaye ni Kornelio alikusanya marafiki zake, akakusanya nyumba yake yote. Kwa nyumba yake yote au familia yake yote walimkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi juu ya maisha yake na maisha yao, na marafiki zake pia walimkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi juu ya maisha yao. Ndivyo ninapokuambia jioni ya leo. Kubali Yesu pamoja na familia yako, pamoja na marafiki zako. Mungu ana haja na wewe. Anataka kuongoze. Sio tu akuongoze kwenye maisha ya hapa, anataka kuongoze kwenye maisha ya hapa, lakini na maisha ya baadaye, maisha ya uzima wa milele. Unajua hapa sisi ni wasafiri na wapitaji. Tunapita. Hakuna mtu ambaye hapa tuko temporary. Tuko tu kwa muda. Tena muda kitambo sana. Lakini kwa huu muda ambao ni kitambo, tunatakiwa tuutumie kwa usahihi zaidi. Na usahihi ambao tunatakiwa tuutumie ni kuyatimiza makusudio ya Mungu ambaye ameyakusudia. Tumepita hapa kufanya makusudio ya Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu, kutimiza kusudi la Mungu. Then tukimaliza tunaenda mji mwingine. Bwana nataka tukukwambia mtu wa Mungu, tafakari hizi habari na familia yako na marafiki zako, habari za kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi juu ya maisha yako. Zitafakari hizi habari. Na kila mara umesikia na umeambiwa, lakini nataka tu kuambia mtu wa Mungu, aeri umpe Yesu Kristo maisha yako.